Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji mahali popote unapotusikiliza. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu haya yanayozungumzia hukumu ya kifo iliyotolewa Alhamisi ya tarehe Agosti 8 mwaka huu wa 2024. Ninaye wakaribisha studioni ni mimi Mwalelwa Mseke Dide. Ulikoni? Adhabu ya kifo yatolewa kwa Bwana Corneille Nangaa na washirika wake kupitia uasi waliounga mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati makundi hayo yakiendelea kumiliki vijiji na vitongoji vingi wilayani Rutshuru na kando. Msikilizaji mpendwa, hayo ni machache, mengi zaidi ni hivi punde tu na kuomba utege sikio. Naam. Mahakama ya kijeshi ya manispaa ya Kinshasa Gombe Alhamisi ya tarehe Agosti 8 mwaka wa 2024 yaliweza kutoa hukumu ya kifo kwa kiongozi wa muungano wa Mto Kongo au Alliance Fleuve Congo kwa kinombo, Bwana Corneille Nangaa na washirika wake M23, ambao wao wanatuhumiwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita, ushiriki uasi pamoja na uhaini. Kando na kuhukumiwa kifo, Corneille Nangaa na washirika wake waliamuriwa kukamatwa mara moja licha ya kutupelekwa kizimbani. Ikiwa haitoshi, imeamuriwa kuzuia mali zao zote walizo nazo. Hali ya hukumu hiyo imezusha maoni mseto inapofahamika kuwa waliolengwa na hukumu yenyewe wako huru, nao wanamiliki maeneo kutosha, nazo sehemu nyingi za ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazidi kuanguka mkononi mwa waasi hao, wala serikali haina uwezo juu yao kwa sasa. Kama vile kumbukumbu, Corneille Nangaa na washirika wake wamehukumiwa bila ya kuwepo mahakamani. Naye waziri wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Constant Mutamba akasema lazima utekelezwaji wa hukumu hiyo ufanyike mara moja. Ni vema kuangazia hapa kuwa wanaolengwa na hukumu hiyo yamkini ni Bwana Nangaa mwenyewe pamoja na akina Sultani Makenga, kiongozi wa kijeshi wa M23, Bwana Bertrand Bisimwa ambaye ndiye kiongozi wa M23, Magloire Paluku na wengine ambao wote wameshiriki wasi. Na kufikia hapo sina cha ziada. Nitakacho kuomba wewe msikilizaji pia mtazamaji, kabla ya kuondoka usikose kusubscribe, like na kushare kwa wengine. Bila shaka huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu. Mimi ni Mwalelwa Mseke Dide na channel yako hii ni ZS Media. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa mara nyingine kwenye kurasa mpya, nasema kwaherini.